Mimi mwanangu. Pole mwanangu. Sio kama nakuchukia au sikupendi kuongea maneno yote pale, lakini haya unayofanya sio sahihi na hayapo mwanangu, na hakuna mwanaume yoyote atakayekubali kufanyiwa haya, iwe anacho au hana. Mwanaume hata kama hana hela, haya unayofanya hawezi kukubali, na kama atakubali basi kwa kauli yako, lakini sio kwa kumfokea kama vile. Haipendezi. Lakini mama, mimi sioni hata kosa langu. Kwa sababu mama, mimi najitahidi kila kitu nafanya. Naamka asubuhi mama, naenda kazini, makazi yenyewe ukikosea kidogo tu unapoteza mapesa ya watu. Najitahidi kuwa makini ili kazi zote ziende sawa. Bado tena narudi nyumbani nakutana na gugu lake. Ita ananisema eti nipike. Wakati yupo tu nyumbani, hafanyi chochote, ana kazi ana nini, yupo tu, anashindwa kupika. Najua mwanangu, na mimi najua unachoka, lakini kauli yako inaweza kusababisha mume akafanya kila kitu ndani, lakini sio kwa kumfokea Emi. Kwanza yule sasa hivi ana maradhi haya mawili. Hana kazi. Pesa hana, kwa sababu mwanaume anapokuwa na pesa kidogo anakuwa na ujasiri. Sasa hivi anahisi kama unamnyanyasa kwa kuwa hana hela, ndio maana unafanya yote haya. Lakini kumbuka yule ni mumeo. Na mimi ninayozungumza haya yote na nasimamia hii ndoa, usije ukavunja ndoa yako mwanangu kwa mikono yako mwenyewe. Nje kuna wanawake kibao warembo wanatafuta ndoa mwanangu. Kuna mtu anatamani wanaume wakumwoa japo siku hii moja, siku ya pili akampata haraka na anamkosa. Leo umempata mume tena anakupenda. Mimi naamini Leo anakupenda. Ila hizi changamoto tu wewe unashindwa mwenyewe kujini, lakini Leo anakupenda. Mpende mumeo mwanangu. Linda ndoa yako. Haya mambo mengine haya lazima mwenyewe uangalie jinsi. Sasa kama hapa anakuambia anakuomba nauli akatafute kazi. Mwanangu, nauli nishindwa kumpa mumeo. Lift pia gari yako nashindwa kumpakiza mumeo. Unajua kama ni unyanyapaji. Imagine kesho anakuja kupata kazi nzuri, anakuja kuyageuza mambo anakufanyia wewe. Hivi utajisikiaje? Emi mwanangu, mimi nikiotoka mguu wangu hapa sitaki kusikia tena haya mambo. Nataka nione mnaelewana, ubadilike. Sijakulea hivyo Emi. Sasa leo nakataa mpaka kuniletea mimi wajukuu. Eti kwamba utabadilika, shape itabadilika. Sio kama mzuri tu mwanangu. Mtoto haji kubadili shape ya mama hata siku hii moja. Mimi niko peke yangu kule. Lea mtoto wako mnyeshe miaka 2, niletee mimi na Lea. Kama hizo international school kule zipo. Magari mpaka mlangoni, mtoto wala anyanyasiki, anasoma vizuri kama uko naye mwenyewe. Endelea kufanya kazi zako, maisha yaendelee. Mwanangu, kazi nzuri ukiwa nayo. Na hata mume unamwona hana maana kwa sababu uko naye, lakini kuna siku utakuja kukumbuka. Kuwa makini. Wazungu wanasema take care. Jamani, nimeshika tu pale nikafuata ramani. Shati nimefika. Asante. Karibu. Asante. Karibu sana. Tumenenepa. Ona. Pesa kupora sikia. Umenisika namna hiyo. Yes, who we have in the building. Huh?
Karibu Zai. Asante. Sasa siku vipi? Nzuri, za kwako? Safi, vipi? Umefika muda mrefu sana? Hapana, ndo kwanza naingia, yani hata begi lenyewe sijapokea. Tena fadhali umekuja. Shika hela. Uende sokoni. Ukanunua mahitaji yote ambayo hayapo hapa nyumbani. Si unajua vitu vimepungua eh? Ukanunua mahitaji uje utupikie. Si unajua Zaya amechoka, anahitaji chakula. Shika ukanunue vilivyokuwa vimepungua. Emi, kwani tusingeenda tu sisi? Unajua ndo kwanza nimefika, hata mitaa pia sijui. Kwa tukienda mimi na wewe, nitaonyesha mitaa mitatu. Bana rafiki yangu, unakuwa wewe umechoka. Sijachoka hivyo usema kwamba nishinde tu kwenda hapo. Basi sawa. Ila ni kitambo sana. Sana. Hivi miaka mingapi hatujaona? Ni muda mrefu. Na siamini. Vipi kuhusu shemeji yangu? Ndugu yangu. Hebu hizo stories za huyo mtu naomba usiache kabisa. Maana sihitaji hata kuzisikia. Kwani ni mbona unishangaza hivyo? Ndugu yangu hawezi amini. Sio shemeji yako yule nilokuwa naishi naye huko. Kipindi nimetoka hapa naenda kule, imekuwa ni tofauti sana. Amebadilika kiasi kwamba mimi mwenyewe sikuamini kile ambacho nakwambia. Unajua amebadilika? Hakuwa huyu ambaye unamjua wewe. Shemeji yako anakuwa mpigaji. Shemeji yako mchelewaji kule nyumbani. Ukiuliza kosa shida yangu ipo mwilini. Maisha yanaweza. Hivi Zai, unajua kama nyinyi ndio mlikuwa kapo bora kuliko mtu yote, ni kila mtu akiwaona nyinyi anatamani kuwa kama nyinyi. Ilikuwa hivyo kabla ndugu yangu. Ilikuwa hivyo kabla, sio sasa hivi. Amebadilika. Yes, na hivi ninavyokuambia, nimeachana naye. Kwa talaka kabisa. Kwa nikaona ya nini mimi kuendelea kujipa stress. Ndio maana nikaamua kupigia simu, nije huko kwanza ndugu yangu, nitulize kwanza akili yangu. Then nitajua kitu gani niendelee kufanya. Lakini kwa sababu kwa mwanaume hapana, sihitaji. Yaani nimetokea kuwachukia wanaume wote. Naona tu kama ni baba mmoja, mama mmoja. Kwa nimekuja hapa pia endelee kujifunza kupitia nyie. Wanda labda nitashawishika na mimi kumpenda mwingine. Yaani kama ni hivyo, shoga yangu, tuachane tu na hiyo mada. Twende sokoni. Kiukweli kabisa shemeji, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipokusifia kwenye hiki chakula. Hiki chakula ni kitamu sana. Ni wanawake wachache sana ambao wanaweza kupika chakula kitamu hivi. Ni kweli. Lakini mbona tupo wengi? Naamini kuwa rafiki yangu anakupikia chakula kizuri na kitamu tena zaidi ya hiki. Na anajali sana. Kiukweli napenda mnavyoishi. Mimi sijawahi kumpata mtu wa kunipenda kama nyinyi mnavyopendana. Wewe na rafiki yangu Emi. Najua sio wanaume tu, hata wanawake wapo ambao wanaishi kama boshen tu kwenye ndoa, lakini lengo lao kubwa ni kuwakandamiza wanaume. Kwa kuna wakati anakuja kutokea hata yale majukumu ambayo alipaswa kuyatimiza mwanamke yanashindwa kutimizika. Lakini huko nje unaweza kuona kila kitu kiko vizuri kwenye familia. Lakini mbona wapo wanawake wengi ambao wanawapenda sana waume zao, na sio kuwapenda tu, wanawajali, wanawathamini na kuwaheshimu pia.
na wanaweza kupika chakula kizuri kama hiki au hata zaidi. Labda kama ana kazi anaweza kufanya hivyo. Wapo wanawake na wanaume, ila nyinyi ni mfano wa kuigwa. Kiukweli mnapendana na kuheshimiana. Napenda mnavyoishi. Tuleni bana. Kwa hiyo ndo kama uniseme mbele ya Zai, si ndio? Kitu gani ambacho wewe kinakustahili kati ya yote ambayo tumezungumza pale? Sifa gani ambayo wewe tungeizungumza pale inakustahili? Labda kama usingekuwa na kazi. Nahisi upo sawa kiakili. Kwani unashinda hata kujua nafasi yangu kwako ni ipi? Licha ya kunivika majukumu ya ubaba humu ndani, ila bado hauna hata shukurani. Kwa hiyo kujivika majukumu ya ubaba ndio kuwa mwanaume kwenye familia? Wewe ndio mwanaume sasa kwenye hii familia, kwamba unaweza kupanga hiki kifanyike, hiki kisifanyike, nini kiende, nini kisiende, si ndio? Kumbe ndio maana unanipa kazi ya kufanya humu ndani kama ndo house girl, kama mama wa familia, umenigeuza mwanamke, si ndio? Kwa sababu wewe umechukua majukumu ya ubaba. Sina maana yako. Rio, naona sasa umeanza kuvuka mipaka. Na ukiendelea kuwa hivyo, acha Mungu na kuapia, utakuwa huru humu ndani. Hivi unajua unachekesha Kama ni swala la kula, mimi nimeshazoea. Hata leo nimekula kwa sababu ya mgeni tu. Najua singekuwa mgeni, nisingekula kile chakula. Mara ngapi mimi nashinda njaa huko ndani mpaka nimeshazoea. Jana silipita ukanikuta nakula nyanya pale sebuleni. Ulifanya nini? Ukaishia kucheka tu. Zaidi ukaagiza chips ukaa mwenyewe. Halafu leo unakuja kutamba hapa sio nini? Kumbe ni mshenzi So stupid. Kumbe naona penda hivi vitu Ndio. Huwa napenda kuangalia. Hasa pale ninapomaliza kazi zangu. Yaani ukiwatazama namna ambavyo wanaigiza, unaweza kuhisi kuna watu wanaweza kuishi kwenye uhalisia. Amna. Mbona wapo watu wanaishi maisha halisia kama hayo? Sio kila kinachoigizwa kinakuwa hakina uhalisia ndani yake. Hapana. Kinachoigizwa, wapo watu wanayaishi hayo. Watu wanapendana. Kuna upendo ndani yake kama hivyo unavyoona. Watu wana amani. Lakini pia hata wewe na mkeo Emi, mbona mnapendana sana? Na mnaishi maisha yale ambayo tunayaangalia hapa. Kiangalia mmetoka mbali mpaka leo kuja kufikia hapa. Kiukweli mnapendana sana. Okay.
Salama vipi? Safi, wakwamka? Mimi niko vizuri kabisa kama unavyoniona. Mbona umependeza mapema yote? Wapi? Naenda mazoezini kidogo kuweka mwili sawa. Sawa. Samahani shemeji. Na mimi napenda kufanya mazoezi. Sisi tunaweza tukaenda wote? Ya, kama unaiweza mikiki ya barabarani, it's okay. Okay. Dakika 2 basi nijiandae. Okay, poa. Shem, nimekumbuka. Nataka nikuulize. Vipi kuhusu masuala yako ya kazi? Yaani kwa sasa hivi masuala yangu ya kazi ni magumu sana. Kuna changamoto ilitokea kidogo ofisini, kwa hiyo nikafukuzwa kazi. Kwa mpaka hapa nilipo ni jobless wa taifa, sina kazi. Kwani kilitokea nini hasa mpaka ukafukuzwa kazini? Kikweli ni historia ndefu sana, lakini kubwa zaidi pale ofisini kulitokea na wizi wa pesa, na miongoni mwa watu ambao walitajwa kuhusika kwenye huo wizi na mimi nilikuwemo. Kwa hiyo wakatusii kwamba tu watulivu wafanye uchunguzi wao, ukikamilika basi wanaweza kuturudisha tena, lakini kwa sasa hivi wakatusimamisha, yani tusiendelee tena na kazi. Ndio maana kila mara nikiamka tu asubuhi nawaza wapi nitapata kazi, naenda kutafuta kazi na nini. Kwa kweli, pole kwa aliyokukuta. Ila naamini hiyo yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Huwezi jua amekuepusha na nini kwenye hilo. Kwa
nilikuwa nakuomba tu usikate tamaa. Mwombe Mwenyezi Mungu, na mimi nipo siku anaweza kukupa kingine zaidi ya hicho au kikubwa zaidi ya hicho ambacho ulichokuwa nacho. Kwa usikate tamaa shemeji yangu. Ya, ni kweli kabisa. Kila kitu kinatokea kwa mipango ya Mungu. Na nashukuru pia kwa ushauri wako ambao umenipatia. Vipi? Tunaendelea na mazoezi au vipi? Nimechoka. Okay, fine. Filamu inaanzia mwanzoni mwa mwaka 2000 kwenye jiji la Abuja nchini Nigeria. Tunaonyesha huyo mchizi anaitwa Obinna. Alikuwaga na mpenzi wake mmoja anaitwa Priscilla. Walikuwa wanapendana sana mazee. Kiasi kwamba Priscilla alikuwa tayari kuiba pesa nyumbani kwao ili ampatie Obinna. Kwa bahati mbaya ni kwamba babake Priscilla alishafariki, kwa hiyo akabaki analelewa na mama yake peke yake. Priscilla na Obinna walikuwa na upendo wa kweli mno. Priscilla alimpaka Obinna hadi simu ambayo alinunuliwa na mjomba wake. Ikabidi adanganye nyumbani kuwa imeibiwa tu. Huu ni upendo wa kipekee mno. Filamu inaitwa When the Sun Set. Mimi ni Rio na hii ni Zura TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Obinna na Priscilla walifanikiwa kuoana bana. Lakini pia wakabarikiwa kupata mtoto mmoja wa kike anaitwa Daisy. Lakini tatizo ni kuwa mamake Obinna hampendi kishenzi Priscilla. Anaweza kuongea na watu wote vizuri tu kwenye simu. Lakini ikifika zamu ya Priscilla tu, anajifanya mtandao hauko vizuri. Lakini akiambiwa kuhusu pesa, mtandao unarudi. Yaani huyu mama ni wa moto mno. Mamake Obinna hampendi kishenzi Priscilla. Na kila mtu anajua hadi mtoto wao wa Daisy. Yaani kila kitu wanakijua kuhusiana na hilo swala. Licha yote hayo, Obinna ana moyo safi mno na hapendi kinoma tabia mama yake. Oh, Shem. Kumbe ni wewe? Tangu nikiwa chumbani nasikia sauti mtu anaongea. Sasa nikaona nije niangalie. Ya, ni mimi huwa nafanya hizi mambo nikiwa kidogo na stress au kuna jambo lingine linanisumbua kwenye akili yangu, kwa sababu huwa napenda sana kuangalia movie, lakini kwa sababu ya uvivu wangu ambao niko nao natamanigi nitazame movie kwa ufupi sana. Kwa hiyo kuna muda huwa nafanya hizi recaps ili kuhakikisha kwamba baadaye nakuja kuitazama kwa ufupi. Mimi binafsi nimependa hicho unachokifanya. Maana kuna watu wanapata pesa kupitia hicho unachokifanya. Sasa umezungumzia kuhusiana na kupata pesa. Ndio nataka nifahamu sasa hapo. Pesa naitengenezaje? Kwa sababu mimi najua natengeneza tu hivi vitu then naviweka kwenye simu yangu, nikijisikia kuangalia kama sehemu ya kurefresh mind naangalia. Unapozungumza kuhusiana na kutengeneza pesa, ndio nataka nijue sasa hapo. Wanawezaje kutengeneza pesa? Kuhusu hilo usijali. Mimi nitakusaidia. Kwa sababu kuna watu tayari najuana nao na wako wanafanya issue kama hiyo ambayo unafanya. Kwa utaenda kutengeneza hivyo vitu na tukaposti kwenye mitandao ya kijamii. Then vikakuingizia pesa na ukaacha kabisa habari yako ya kubeba makaratasi na kuanza kutembea huko mtaani ukienda kutafuta kazi. Kwa sababu umesema utanisaidia na mimi nitafurahi sana, kwa sababu natamani nione. Unajua sisi ni wale watu wa mwisho ambao hawezi kuamini kitu bila kuona. Unajua kwenye Biblia kuna watu walikuwa hawaamini mpaka waone, mpaka waguse. Kwa hiyo ndo sisi. Na mimi ili niamini natamani kuona. Kwa sababu umesema utanisaidia, basi inshallah ikawe heri pia hiyo. Lakini Shem, una sauti nzuri. Hata wewe pia ni mzuri sana.